hata kuitikia ni changamoto. Wa mama, haleluya. Unajua kuna vitu vingine unavyotafakari. Unajua mimi ni gogo hivi. Wakati Mungu ameanza kunifundisha kuhusu mambo ya kina mama, nilipoanzaga kuwajua mama au mwanamke namna alivyoumbwa, nilijikutaga nimebadilika na nimekuwa sio yule wa kawaida. Bwana asifiwe. Unajua mama, kuna namna ambavyo Mungu aliwaumba. Yaani hata ukienda upande wa aina yoyote unagundua sisi ni miamba kuliko unavyofikiri. Nilipogunduaga hivyo niliachaga kulia kipuuzi. Niliachaga kudeka. Mimi wa chipsi kuku. Mimi chipsi mayai. Niliachaga kulea watoto wangu kimayai. Wewe unaona asili ya mtoto wa kike, peni biskuti. Mimi niliachaga kuwalea hivyo. Watoto wangu wa kike na walea kibabe kuliko yule wa kiume tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kwenye uumbaji, niweke huu utangulizi kwanza, utatuhamishia hali yetu ya ndani. Kwenye uumbaji, kwenye ile Mwanzo 1, ukisoma mstari wa 27 na kuendelea, baada ya Mungu kusema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, Biblia inasema akamfanya mwanamke na mwanaume, akawaumba siku moja. Ile ya mwanzo wakati anaumba ile, alituumba wote siku moja na akatuumba sawa. Lakini ule uumbaji alituumba ilikuwa rohoni. Bwana asifiwe. Tafsiri rahisi, aliumba roho zetu siku moja na kwa namna moja. Sasa wakati tumeanza kutoka duniani, akatutofautisha. Hapo ndo napopapenda. Bwana asifiwe. Wakati anamuumba mwanaume kumleta nje, maana yake kuitoa ile roho rohoni ailete nje, Biblia inasema akachukua udongo, akafinyanga, akamtoa baba akatokea. Haleluya wa baba. Bwana asifiwe. Najua tunafahamu huo uumbaji. Lakini alipoanza kumuumba mwanamke, Mungu akatafakari, akagundua kuna ngoma inatakiwa ije hapa ambaye ni mwamba, itakayokuja kutikisa, itakayokuja kutegemeza. Hapa walikuwa wanaimba waimbaji, nikajikuta tu nimeanza kufurahi. Wa mama wakati wanaimba nikatamani nishuke pale nije niimbe. Anasema unamzaa rais, unamzaa mchungaji. Yaani sijui umeona huo, na sio tu kuzaa, kuwalea. Haleluya. Naambiaga mama ambaye familia yake inalala na njaa kwa sababu hakuna hela ya mboga, huyo sio mama. Tunamtoa kwenye kundi la mama. Uongo wa mama. Mama huwezi ukakosa mboga ya kulishia watoto wako. Juzi nilikuwa nacheka, sikuwepo. Nilikuwa sijui kwenye vikao, sijui wapi, nimechelewa. Nafika pale kama mida ya saa 8 inaenda saa 9. Watoto wamekaa pale, simu yangu haikuwa hewani. Eti na binti yangu yuko pale, hajapika. Anasema mboga hamna. Nikatoka nje, nikaangalia, nikaona maharage nimepanda tayari yamechipua hivi. Nikageuka, kuna tumchicha nimepanda tumechipuka hivi. Nikageuka nikasema, wewe mwanangu ni binti. Mimi mama yako nikitoka hapa, hata kama huu mchicha usingekuwepo, kwenye hizi nyasi unazoona za kijani ningepata mboga na familia ingekuwa imekula. Nikamwambia wewe hujawaza kwa sababu unawaza mama yupo. Nikasema kesho na kesho kutwa utakuwa kwako. Nikamwambia kuna siku tu nilienda hivi nikakuta mlenda umeota, ule mlenda poli umeota, nikachuma nikaja kupika, familia yangu ikala. Kuna mama analalamika sijaachiwa hela ya mboga. Huyo fake. Huyo fake eti wa mama. Huyo fake. Haleluya. Ukiona watoto wanalala na njaa, wamekosa chakula au wamechana vinguo mpaka wanatembea uchi, huyo mama fake mahali hapo. Na mama kama hao siku hizi hatuwataki. Haleluya. Ukiwaona mwage mnawapa vichenipati, sio vichenipati vya kwenda kuolewa tu. Amina. Kwani kwenye disiti ni Petro amesemaje? Kama ni Tito. Anasema enyi wanawake wazee, watieni akili wanawake vijana, wawapende waume zao, wawatunze watoto wao. Maana yake tunategemea mama zetu wazee kututia akili vijana wanaoibukia
nini hapa? Kumbe kuna saidi ya lipstick. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati anamuumba mwanamke akasema tutoe ubavu. Sawa? Hiyo modification. Nawaambiaga watu, ikiwa wewe ni mfinyanzi, hata wale walimu wenzangu, maana tusitoe mfinyanzi kila siku. Tunasemaga wale walimu waliofundisha muda mrefu wamekuwa wazoefu. Unaweza ukaenda darasani hata una kitabu na chaki na material ya kaflow. Kwa nini? Si vimeshakaa kichwani. Si ndio hivyo watu wa Mungu? Ni sawa na mchonga mwiko. Mwiko wa kwanza kwa sababu ndo anaanza lazima atababaika. Ila akiendelea kuchonga baadaye anaweza akaangalia hata kama mti umepinda hivi anasema hapa anatoa mwiko. Amen. Unajua Bwana Mungu alitangulia kuumba mimea. Akaumba wanyama. Akajipusha nini? Baadaye akaja akaumba mwanaume. Akagundua katika viumbe vyote nimeumba bado nilikuwa napindisha kuna ngoma itanyoka hapa bali ni mwanamke hapa. Haleluya. Makofi kwa mama. Bwana amshangilie hivi. Maana yake umedesainiwa kwa namna ya tofauti mno. Ya tofauti mno. Dunia isikudanganye kwamba wewe ni kiumbe dhaifu. Na kuambia watu wa Mungu, sisi sio kiumbe dhaifu. Na ndio maana wababa ni mashahidi. Mwanamke akiamua kukupoteza na kupoteza peupe. Peupe mno. Unajua siku moja nikaa na tafakari yale makahaba yanayojiuza. Yaani anajipanga foleni. Alafu baba anapita na akili zake timamu. Wana uwezo wa kungeuza dakika hiyo hiyo. Akasahau mke wake nyumbani, wakaenda naye kulala naye. Alafu kuna mama mmoja Moravian, mama mmoja aliyeokoka, analia ndoa yake inamsumbua. Wewe mama feki. Na kuuliza, wewe sio wewe feki bwana. Baba nisamee leo na wingu la mama. Naliona wingu la mama juu yangu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naambiaga watu unalia mchepuko amekuibia bwana. Ningekuwa namfahamu huyo mchepuko ningemnunulia Pepsi. Mwambia dada kaza. Kaza, nyang'anya hicho kizembe, nyang'anya. Chepuko anayekutana na miogo masaa mawili, wewe unalala naye masaa 24 ndani anakushinda wewe feki. Mwambie jirani yako kama mama yuko jirani yako mwambie wewe feki original. Wewe feki original. Leo tuna kizazi cha ajabu mno. Leo tuna kizazi cha ajabu. Sijawahi ona. Wewe sijaongea vile. Wewe ngoja hebu nisiende. Naomba tuanze na somo. Nimesema leo na upako wa mama. Haleluya. Kuna kizazi Mungu anakitafuta. Unajua tunapoimba kwamba mimi ni mama, kanisa linanitegemea, watoto wananitegemea, mume ananitegemea, familia inanitegemea, taifa linanitegemea, sio uongo. Siku moja nikiwa nimekaa, ninaitwa kwenye huduma, wakati huo nina kitoto kichanga, nikiangalia ndani baba anatazama, nikiangalia ndugu anatazama, nikasema Mungu kama kimoja kitapungua, basi mimi ni feki. Takiwa huduma iendelee, uchumi wa familia uende, baba aonekane na hekima malangoni pa watu. Maana Mithali 31 ndio inasema mwanamke ukiwa vizuri hata baba anaonekana na akili timamu. Amen. Wewe umemfanya mpaka baba anaonekana kakichaa huko kwa enzi. Amina. Unamtoa shati imepauka. Baba nani haja? Si unajua na yeye matumizi anachaga 2000. Sisi tunawapiga na mashati wenyewe alafu namfunga na tai. Baba usiogope, niko jembe lako hapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna dada mmoja mimi sijui anasali wapi, ila yuko mitaa ya kati hapo. Huo nikutana naye hapo, sijui kama ni mwokovu, ila nahisi wa kawaida sana yule dada. Aniambia madam, mimi naambia tufanye kitu, nataka nifanye kitu kiwango ambacho hata siku nikiondoka duniani mume wangu akitaka kuoa, yani apate kazi kutafuta fotokopi yangu. Yani kila mwanamke akiwa na mwangalia nasema hajalingana na yule mke wangu. Wewe ukitoweka tu leo baba anafanya sherehe. Mungu ameni tende ya kesho anavuta
huduma, nikakutana na baba ameoa na anaendelea na maisha. Sikio akaanza kunipa historia yake, akasema nilikuwa naishi Tunduma, nimehama nilipopoteza mke wangu. Yaani unaona ni sawa ameoa, lakini yale majonzi ya mke wake, mkikaa story zote na ni za yule mwanamke. Yaani nakwambia, akanifanya nimtumikie Mungu, akanifanya niwe hivi, akanifanya, yaani hata kama siko upo duniani, kopi yako isitokee kwa mwingine. Haleluya. Sio umekazana tu na mawiki. Haina maana natoaga hiyo mifano. Haleluya. Na mimi nalo nyumbani, kuna siku nitakuja nimevaa. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Msisitizo wangu ni nini? Usiwekeze kwenye vitu ambavyo unaona havina maana ya msingi. Haviachi historia au haziachi impact kwenye moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Tuanzie hapa. Waebrania mlango wa 11. Waebrania 11. Naanza mstari wa 32. Waebrania 11 kuanzia 32 unasema, nani niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideon na Baraka na Samson na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii, mambo ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba. Mstari wa 34 unasema, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Mstari wa 35 unasema, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Haleluya. Yaani huko mistari mingine kuanzia 32 nimekusomea, na kwa faida ya kanisa tujue, huyu mtumishi wa Mungu anasema muda hautanitosha kuanza kuelezea watu wa zamani waliofanya mambo makubwa. Lakini kwenye hao watu wa zamani waliofanya mambo makubwa, wengine wametajwa kwa jina. Wanapotajwa kwa jina, maana yake walikuwa na kitu cha ziada. Hata kama wengine walifanya, lakini wao walienda mbele zaidi, wakafanya kitu cha ziada zaidi. Lakini kwenye hao watu, napenda kuna mstari wa 35 unasema, wanawake walipokea wafu rabata. Wengine wanasema walizima mioto. Wakina Shadraka na Meshaki walipotupwa kwenye tanuru, moto ulizima, moto haukuwaunguza. Wengine wanasema walizima simba. Wakina Danieli waliwaziba simba. Hiyo ni miujiza. Lakini cheki muujiza wa mama, anasema wanawake walipokea wafu. Tafsiri rahisi, wanawake walifufua wafu wao. Haleluya, haleluya. Ni wanawake ndio waliofufua. Bwana asifiwe. Ni wanawake waliofufua. Na mimi natamani leo tujifunze. Unajua wakati mwingine tunasoma tu, natamani tuone wenzetu waliofanya mambo makubwa. Kuna watu Biblia, na ukiendelea kusoma huu mlango, pale mwishoni anasema sisi tuko nyakati bora zaidi kuliko wale wa zamani. Kama wa zamani walifufua watoto wao, sisi nitakiwa tufufue hata sisimizi aliyekufa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maana yake kama wao walifufua wafu, na mimi niko kwenye kizazi kilicho bora kuliko wao. Kwa nini kipo bora? Zamani Mungu alikuwa hakai ndani yao kama anavyokaa kwetu sasa hivi. Sasa hivi Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Rebete. Akikaa ndani yako, kwa mfano tukizungumza
Haleluya. Leo nataka niwatie hasira. Mkiweza kunipiga mbele hapa nipigeni. Mkiweza kurusha jiwe fresh nitalikwepa. Ila injili itaendelea. Haleluya. Haleluya. Kwa nini naongea hivi? Mimi niko pale shuleni pia. Kabla sijaondoka nilikuwa mlezi wa watoto. Unaona namna watoto wanavyoshambuliwa na nguvu za giza. Unaona watoto wanavyoshambuliwa na madhabahu za giza. Wamama wapo na mama yake yupo kabisa nyumbani na yeye analia, hajui afanye nini. Biblia inatuambia wenzetu wa zamani walipokea wafu wao. Nataka tuangalie baadhi. Naomba tufungue Wafalme wa Kwanza mlango wa 14. Maana utasema tukiwataja wakina Elia, utasema mtumishi, Elia alikuwa ni mwanaume. Nataka twende kwa wanawake. Na nikwambie hiyo miujiza ambayo wakina Elia walikuwa wanafanya, waliokuwa wanasababisha itokee, walikuwa ni wanawake. Bwana asifiwe. Wafalme wa Kwanza mlango wa 17. Umefika? Wafalme wa Kwanza mlango wa 17. Tanzia mstari wa 10 unasema, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapungua wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Mstari wa 15 unasema, basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Ikawa baada ya hayo mwanamke yule anasema baada ya hayo mwanawake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe, mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Bwana asifiwe. Kuna jambo nataka uangalie hapa. Nimekusomea habari ndefu kidogo, natamani leo tujifunze kwa wenzetu. Unaona huyu mama, tunajua wengi tunaifahamu hii habari na tumekuwa tunaitumia pia hata kufundishana kwa habari ya utoaji. Bwana asifiwe. Huyu mama alikuwa na sifa kadhaa. Sifa ya kwanza, alikuwa mjane, maana yake hana mume. Bwana asifiwe. Sifa ya pili, alikuwa na mtoto mmoja. Lakini sifa ya tatu, hakuwa na uchumi mzuri sana au hakuwa na chakula ndani yake, kwa sababu pia ilikuwa ni njaa iliyotokea mjini ambayo nabii wa Bwana Elia ametamka kwamba kutakuwa na njaa miaka 3. Huyu mama naye alikuwa miongoni mwa hilo eneo. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa wakati njaa imeingia, yule mama hatuoni kwa sababu njaa imeingia,
mjane hana mme. Mimi wangu bwana anafanyia TRA, usimtanie dada. Anaacha pocket money ya 100,000 asubuhi. Utakusomea baadaye wenzio waliokuwa na vyeo na walijishughulisha. Haleluya. 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 Siku hizi tunasema mama na kazi. Zile enzi za zamani baba ndio baba nani? Wakati nimebeba ujauzito wangu wa kwanza, tuelekeza mama jiandae. Sio siku unaugua uchungu, hata hela tu ya bajaji haipo, unakuja wamekubebelea mkononi, wakatufunda pale. Mimi akaingia kichwani. Nilipoenda nikiachiwa hela ya matumizi, nilijiambia kila hela ninayoachiwa nusu naweka, hata niachiwe 500. 250 nitaweka, 250 nitatumia. Kwa nini? Kwa sababu akiniachia ndogo ataikuta Chinese. Kwani baba utaniachia jela utake nyama? Siku akiniachia hela kubwa yenye nilikuwaga tu naona mama wanajiwaga. Kuna wakati baba akiangusha pocket money fulani unajua leo nyama hii. Hata kama hajasema. Na hasa ukimjulia. Kwa nini kwaga nikiona pocket money ya 5,000, 10,000 usiseme mbona achiwa kidogo. Ndio hizo mwenzio nilikuwa naachiwa. Na nilikuwa naheshimu ndoa. Na nawisha mpaka napiga na magoti. Wewe 2,000 ni hela gani hii sasa? Tutakula majani mpaka yote tumboni. Bwana asifiwe. Siku moja nikaa naangalia matangazo fulani, mtu japo kwa alikuwa anachekesha akasema kumpa mtu hela ambaye hakudai kila siku ni kazi yetu wa baba, sio kazi. Hatuwadai kila siku nitakiwa uangushe hela pale, sio kazi wazee wangu. Ni kazi wewe kuacha hela mtu ambaye hakudai kila siku. Walikuwa wanafundana kwamba kijana kama hujawa tayari kuacha hela kwa mtu asiyekudai kila siku usioe. Unaacha hela kwa mtu asiye na shukrani. Walikuwa wanafundana huko. Yaani umeachiwa mama hata kama ni 2,000, unakuta anaaga anaenda kazini. Mama nani hela ya mboga hapo. Sawa iweke hapo kwenye nani hiyo. Ani hata shatuja kumbuka kumwandalia. Unaamka saa 3. Unachukua saa. Ndo kaacha shingapi? Hivi itatosha kweli chai mpaka mchana? Hauna hata shukrani. Kabadilishe gia eti. 5,000 kazi rafiki yangu mtu kukuachia hakudai na kumdai. Anza kushukuru kwa kidogo. Haleluya. Ngarudi ya mchana. Mimi siku ile nikamwambia nataka kufanyia surprise, naanza kutoa madishi, mavitenge. Akasema kama umejiandaa hivi, watu walikuwa wananitishia inatakiwa niwe na hela sijui laki ngapi ndio mtoto azaliwe. Yuko na hela kwenye simu na kuwekea ukae nayo hata siku nisipokuwepo. Ukiumwa uchumi na uwe na uwezo wa kukodi taxi ikakupeleka. Si unagaragara kwenye pikipiki unawapa tabu watu wanakushikilia. Hela ya taxi tu mpaka hapo hospitali ya wilaya haipo. Wewe ushindo unazaa watoto katika hali ngumu. Hata kama hali ni ngumu, tengeneza mazingira ya kuigiza kama alizaliwa kwenye hali ya utajiri kidogo. Amina watu wa Mungu. Ukijifungua mwambie mume wako njoo nichukue na gari. Tafuta hata kama una kazi. Mwanangu apande kwenye gari. Haleluya mama. Haleluya kanisa. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Huyu mama mjane wa Sarepta alikuwa kazini anaokota kuni. Mpaka na idadi ya kuni anaokota. Anasema naenda kupikia mwanangu. Bwana asifiwe. Nataka tujifunze baadhi ya vitu. Lakini jambo lingine ambalo nataka tutalimalizia la kujifunza, nirukie jambo la 3 ambalo nataka niliangalie. Alimpokea yule mtumishi wa Mungu, tunaona akatoa sadaka. Baada ya kutoa sadaka akawa anaishi naye. Baada ya kuwa anaishi naye yule mtoto wake mmoja akafa. Biblia inasema yule mama baada ya mtoto wake kufa hakusema mapenzi ya Mungu yatimie. Hivi unaona hapa alisema mapenzi ya Mungu yatimie. Alienda kwa yule mtumishi akasema nina nini na wewe? Yaani utafikiri mtumishi ndo amemuua. Kwamba umekuja kwangu ili dhambi yangu ifunuke. Maana yake na dhambi alikuwa nayo. Sijui ni dhambi gani. Lakini alijitambua kwamba dhambi yangu haihusiani na mwanangu kuwa hai. Akasema no, nataka mtoto hapa. Bwana asifiwe.
magoti, unakaa unamwambia Yesu, kaa hapa. Unaona hili tumbo, ulinipa watoto. Unakumbuka ile mimba ilivyonisumbua. Unakumbuka nilivyokuwa natapika. Unakumbuka nilikuwa sili na kunywa maji miezi 9. Unakumbuka ile siku ya uchungu. Alafu leo ninapomtazama ni mvuta bangi, kwamba uliniwekea mvuta bangi tumboni. Rabatareke. Hebu nenda na maombi ya namna hiyo, uone kama Mungu hatarejesha watoto wako. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sijui kama mama mnanielewa. Leo tuna mama anaangalia watoto wake wanavuta bangi, anasubiri mchungaji aje awarudishe, anasubiri mtumishi wa Mungu aje awarudishe, anasubiri nabii aje awarudishe. Na kwambia wenzetu wa zamani walijifunga nguo viunoni, wakasema iwe isiwe, kama Mungu yupo atafufua mwanangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wewe unacheka cheka tu, unapishana na watumishi wa Mungu, wanajinadi wakina Nyankali. Mimi ni mtumishi wa Mungu niliye na nguvu. Muite, mweke chema, mwambie umeona hii ngoma inavuta bangi. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, huyu asimame hapa. Haleluya. Unamuona baba jembe, wazee wa zamani walio na historia kwenye huu mji, unasalimiana naye na kucheka cheka kipumbavu tu. Baba ubarikiwe, nyumbani kwako ndoa inataka kuvunjika. Unacheka kizembe. Muite, mwambie baba, leo nyumbani kwangu karibu. Akija siku ya kwanza usimueleze chochote. Wewe chinja yule jogoo mkubwa, weka na Pepsi, weka na juisi ya baridi, maji yanatiririka kwenye kopo la nje, mpige ale aondoke, usimwambie. Kesho akija mpige tena. Kesho mtu akija atasema mwenyewe, unataka nikuombee nini mwana? Wali kwa Esther ilikuwaje? Ongea wadada wenye hekima na wamama wenye hekima. Alipogundua hapa inatakiwa nifanye kwa ajili ya taifa, nipindue falme hapa, dada akajipanga. Biblia inasema akaoga, akajipaka. Hatukatai paka lipsticks. Unaona huyo baba kaharibika. Shida yako na wewe umekata tamaa. Eti basi ngojaga nilee wanangu. Ulewa wanao. Ulewa nao. Subutu. Ulewa nao. Jamaa yupo anapenda saa 2 hapo ndani, na suruali zake zinatundikwa hapo ndani unaziona. Unakubali ulewe watoto mbele yake tu. Singekuwa hata bakali ningekuwa nimerudi kwetu mimi. Basi tufanyaje sasa? Naume wote ni sawa. Wako wenzio tunapinduaga meza. Nilimwambianga Mungu stop kuishi maisha ya kulia kwenye ndoa. Eti tunavumilia. Wewe nimwambie Mungu sivumilie. Na haachiki mtu hapa. Na ninasema tena hapa, usiseme tumishi ujui kesho. Mimi nimesema. Shauri yako unasema ujui kesho, utaachika una miaka 15. Ubaki mjane mpaka miaka 90, na Mungu fundi atakupa uishi miaka mingi. Watu unajikuta ukiwa na shida na unakaa muda mrefu. Haleluya. Haleluya. Esther akasema hapa ni issue, nategemewa mimi, kama ambavyo tunaimba na kupambiana hapa. Kanisa linanitegemea. Unajua naambiaga wa mama, hata kama baba hasali, hujajua na unajua Sulemani alikuwa ni jembe la Mungu. Unalielewa? Katika watu walikuwa ameweka moyo wa Mungu hapo. Biblia inasema kwenye Wafalme wa kwanza kama sijakosea 11, waliomgeuza Sulemani moyo walikuwa ni wanawake. Walikuwa ni wanawake, walimgeuza mpaka akamsahau Mungu wake wa Israeli. Wewe mume wako ana vitunguli tu, umeshindwa kumgeuza hivyo vitunguli aviache. Wewe fake original. Fake. Tena fake kubwa. Miangu ni mtabangi kwa kweli. Nimeomba tumishi. Ndio nilifunga na kavutana. Imeshindikana. Wewe ni fake. Wenzio tunafika. Nakumbuka awamu moja mwanangu alikuwa anaumwa. Kila siku naenda hospitali, yaani hizi dawa zijaisha ameumwa tena. Hizi dawa zijaisha ameumwa tena. Siku nimetoka kwenye huduma nafika wananiambia fulani anaumwa tena. Nilipocheki yale madawa, nikambeba mtoto nikaenda eneo langu la maombi. Nikasema Mungu, sina mpango wa kuhamisha hospitali ya wilaya iwe nyumbani kwangu. Maana kwa dawa hizi inaonekana na mpango wa kuhamisha hospitali nyumbani. Nikamwambia sina mpango.
Lakini jambo la pili, huyu mtoto ulinipa anitese? Maana hilo ndio swali. Ni kila siku ukaa hospitali, ulinipa mtoto anitese? Kama ulinipa mtoto anitese, sio baraka. Nawaambiaga watu, ukiona kitu kinakutesa sio baraka. Biblia inasema baraka wa Bwana utajirisha na wala hauchangamani na huzuni. Kama umepewa watoto ni baraka, hawatakiwi wakuletee huzuni. Kama umepewa ndoa kama baraka, haitakiwi kuchanganya na huzuni. Ukiona kuna huzuni, maana yake sio baraka, na inatakiwa udai baraka yako, kwa sababu Mungu alipokuwa na design akuletee baraka, hakudesign akuletee huzuni. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nikamshika mwanangu. Siku hiyo sikuomba. Siku zote nilikuwaga naomba. Nikawashirikishaga na watumishi, tukaga tunamuombea. Siku hiyo sikuomba, ndo nilifika kwenye hiki kiwango cha hawa wa mama. Nilisema hivi, Mungu, kuanzia leo zile dawa simpi, na kama haponi na afe. Wewe si ndo ulinipa? Basi umeamua afe na afe. Nikarudi watu wa Mungu. Hivi unajua kuanzia usiku ule mtoto alilala, na toka hapo yale magonjwa yaliyokuwa yanamwandama mwanangu yaliacha. Leo akiumwa anaumwa kwa kawaida tu, ameumwa leo basi, sio leo ameumwa kesho ameumwa. Niliamua kuchora mpaka. Wewe unashindwaje kuchora mpaka? Jamani, msiseme ni wewe ni nyankali, maana hapa roho ananishuhudia. Wengine mtasema wewe ni nyankali. Kwani nyankali ni nani? Nyankali ni kama wewe, mwanadamu kama wewe. Ningekuwa nimesoma uchungaji ungesema kule chuoni mlifundishwa. Nimesoma chuo cha ualimu, chaki ya physics na hesabu darasani. Kwa nini Mungu anifanyie hayo? Nina uspecial gani? Sina uspecial wote. Tena wewe ni bora kuliko mimi. Naambiaga watu, hata ukijiangalia hata unene umenizidi, au hujaona? Yamkini urembo umenizidi, hujaona? Vingi umenizidi. Ila kimoja tu ambacho umepungua, wenzio najua kung'ang'ania kilicho changu. Nikisemaga mwaka huu inakuwa hii, hakuna anayepindua. Kwa force, kwa hiari. Nawaambiaga watu, umeona hawa wenzetu walikuwa wanang'ang'aniza. Alikuwa ukichambua hapa, huyu mwanamke alifanya maombi. Amina. Huyu mwanamke alijishughulisha. Jambo lingine ambalo nataka tulizungumze, alitoa sadaka. Alitoa sadaka. Naambiaga watu, umeomba maombi yamegoma, weka bahasha. Bahasha haijajibu, weka wakisema maji yanageuka damu, kachukue maji. Ambia leo hii ni damu, nanywesha mwanangu. Kesho angaika. Hata Mungu mbinguni aseme huyu yuko serious. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuna mama feki leo wengi. Tuna wadada wengi feki. Leo tuna wadada anaona amezalishwa mtoto wa kwanza yuko nyumbani, kinafurahia tu. Kesho kimezalishwa wa pili, kinafurahia tu. Na baba tofauti tofauti. Kesho kutu anakuja mwingine, kinakenua tu meno kipumbavu. Wenzio wamekutendea ujeuri. Kwa nini usimtendee jeuri mmoja, umkamate awe wa kwako mazima? Wewe wamekufanyia ujeuri. Kwa nini wewe usiwe jeuri? Kwamba awamu hii atakaye kuja abanduki hapa. Wewe unacheka cheka tu, lipstick, unahisi tu michezo. Wakikuita ndio unafurahi, wakati wanakuja kuchezea maisha yako. Haleluya. Haleluya. Leo Wakristo wanalia ndoa. Wakristo wanaishi maisha magumu. Wakristo tunateswa na madeni. Wakristo watoto wetu wameharibika. Endeni tunajiita Ukristo. Mimi nimwambia Mungu, Kristo feki wa namna hiyo siutaki. Kuna siku nilimwambia Mungu, kama umenipa jina la utumishi. Siku moja nimekuja hapa kwenye sherehe ya dada nani pale, nikaona mama yangu mama Daina amenifuata. Tumishi, tumesherehekea hapa, tumetoa zawadi. Samahani, karibu kule ofisini ukale. Siku ile nimekaa pale nawaza, niko hivi, Mungu, watu wananipa heshima hivi ya kwamba mimi mtumishi nikale haitemu. Huu utumishi wangu umesababisha madhara gani kwenye mioyo ya watu? Au nafurahia kupewa chakula special? Kama sitakuwa na uwezo, hata mtu anayeumwa malaria nikamuombea akapona, nikamwambia nitolee huu utumishi, utakuwa feki na siutaki. Na wewe kataa kwa level yako. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Ukisoma hata yule mwanamke Mshunami, naona muda wangu umeenda. Mwanamke Mshunami, Wafalme wa Pili mlango wa 4. Kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema alikuwepo nabii mmoja anaitwa Elisha. Alikuwaga anapita. Mwanamke mmoja mwenye akili timamu. Ndio hawa ambao Biblia inasema wanawake walipokea wafu wao. Huyu mwanamke naye ni miongoni aliyepokea wafu. Angalia vitu alivyofanya. Cha kwanza, alikuwa anatoa sadaka. Sadaka zingine sijui hata kama mume wake alikuwa anajua. Unajua, ngoja niongee ili eneo kidogo. Asante Roho Mtakatifu. Leo tuna kanisa ambao tukianzisha mchango hapa, baba mchungaji, jamani harambee, tunaangalia. Tasikia hata tukitaja nani atusupport hapa? Dada Valeria Mafasi, Mama Solas. Ende yetu ukitoka pale nje ukimpanga Mama Valeria, Masolasi na Nyankali, unakuta Nyankali tena mavazi yake ni ya thamani kuliko ya Mama Valeria. Alafu Nyankali kanisani amesema yeye sio mfanyakazi, hanaga kazi, ila amevaa vazi la thamani kumzidi huyo anayemuona ni mfanyakazi. Yaani tukifika kwenye michango tu, rafiki yangu, wewe ndio sio mfanyabiashara mkubwa na sio mfanyakazi, ila tukitoka nje pamba unalizidi. Ni haki. Alafu nataka ufufue wafu wako. Nakwambia vitakufa. Tena ushukuru Mungu, Nyankali sio Mungu. Yaani ningevifanya vife zaidi. Ndio maana leo vitoto vinaharibika. Ukifika, yaani wiki pale wakienda masalunisti, dada hapa angekuwa anatuambia, yule unayemuona sio mfanyakazi na tunamjitetea hapa kanisani ni mkongwe. Nini akienda kuvuta hapo na ni trade ya maana 50,000. Alafu akija kanisani eti ndio sio mfanyakazi. Sadaka bahasha yake jero. Wewe fake na vitakufa. Amina. Na vitakufa mara 100. Na mimi leo naomba nivibariki vife. Nitaka kutengua, maana yake anza na wewe kubadilika na kutoa. Haleluya. Hawa wanawake walitoa. Huyu mama alikuwa mjane hana kitu, lakini alikuwa na unga huo mchache alimgawia. Ngojeni niwape ushuhuda watu wa Mungu. Mungu akitakaga kunipa hatua nyingine ya badiliko, iwe uchumi au kwenye huduma, ananibanaga kwenye kutoa. Wewe jamani, tunaye bahasha zakaki kwa sababu atuandiki jina. Ambia nachunguza hii ni ya 5. Jana nilienda naye sokoni wakaikataa. Hapa kwani watajua Mungu. Tumepangana mstari hapa, nakwambia huko mstari wa mbele. Samahani mtakayekuja mstari wa mbele sio wewe. Umetuna nakwambia ndani kuna jero, hapo ukithaminishwa tu mwili wako sio wa jero. Sio tunaingiaga gharama. Kila hatua ya maisha yangu ina historia ya mimi kugharamika. Ningekuwa na muda kama neno lilivyotuambia kwenye Waebrania, naona wakati haunitoshi, ningekushuhudia. Haleluya. Haleluya. Sitasahau nilienda huduma moja. Nimefika pale, hatuna hata 100, Mama Gabu anafahamu. Yaani nilifika na 600 kwenye pochi na ndio unaanza huduma. Na unafundisha masomo ya kutoa, ilikuwa ni kupanda. Nikachekecha, nikasema wewe siwezi kukosa kitu kwa Bwana. Uzuri mna tenzi na Biblia na hapa zipo. Nikasema kwa sababu sina hela nitatoa tenzi. Nikaweka nadhiri moyoni mwangu nitatoa tenzi 6. Haleluya. Na bahati mbaya ile ibada ya asubuhi Moravian, mimi nilikuwa sijapanga kuhudumu asubuhi kama hivi, maana nilikuwa nimeitwa na Nyorosi. Ila usiku nilitikisa anga, ndicho kitu nilichokuwa nakwambia. Nilitikisa anga na mzee wa siku akaniambia utahudumu wewe. Ila nitahudumu kwa njia gani sijui. Nimekuja, nimeingia, nimekaa, ibada imeendelea, matangazo yameisha, tukaitwa kutambulishwa. Nikasimama pale mbele nikajitambulisha, nikanadi Biblia zangu, jamani wewe na tenzi na makava ya Biblia na Biblia zipo. Ile naenda kukaa, yule mhubiri aliyokuwa amewekwa kuhubiri, tena ni mtu mwingine sio mchungaji wala mchilizi, akasimama. Akasema, Nyankali, Mungu ameniambia ni zamu yako madhabahu, njoo uhubiri hapo. Muda wa mahubiri watu wakaanza kunibebea vitu kutoka kule, vingine vinakimbizwa madhabahuni, mimi napitiliza hapa. Nikapiga neno, kumbuka
nikaanza kwenda. Cha pili, moyoni nimeadhimu kutoa tenzi kwa sababu sina sadaka. Useme Nyanga, na mimi sikuwa na hela. Nimepiga pale kombo, tumeomba na palitibuka. Unajua niligundua ratiba ya Mungu ni sahihi. Palitibuka, unajua kutibuka. Nimemaliza ile naenda kukaa. Yule baba akasema simama hapa. Nikasimama. Haya. Kunjurua mikono yako, uanze kuja kumtunza hela hapa. Hapa sadaka kumbuka hazijatolewa. Nikaanza kutunzwa mpaka hela zikajaa mkononi hapa. Nikageuza na nena kwa lugha raba hata nikaenda kukaa. Umefika muda wa sadaka kwa sababu niliweka nadhiri ya tenzi. Nikabeba katenzi kangu mkono wa kushoto na sadaka yangu ya maana. Si nimeipata? Nikatoa siku zote ile sadaka iliyobaki na vingine ndio nikapitia mbolea. Wewe hela hukuitegemea. Umeipata kama dharura. Yote unaiwazia mbolea. Ndio maana unalima na tushamba mauzaji. Hata kama ulikuwa unaitegemea, hata kama watu tunajua Bwana kulikamata wingu. Jamani, mambo ya ndio maana Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, kwa lugha rahisi wa babe, wanaoweza kudaka anointing, wanaweza kudaka upako. Baba amesema kuhusu mama yangu Mariamu Kiogo, haujui gharama niliyotumia kumpata yule mama. Ni wamama sio kama kina Nyaka tu unamkuta hapo nje unamshika shati. Tunaingia gharama. Naambianga watu, ukiona badiliko langu la uchumi, niliingia gharama. Ukiona badiliko langu la ndoa, niliingia gharama. Ukiona badiliko langu la utumishi, niliingia gharama. Hamna kitu. Na ndio maana jamani, mimi nawaambia sina hela ya kula, lakini pia sina uhitaji wa kukosa kula. Sina hela nyingi, ila sikosi hela ya kula. Lakini ilikuwa gharama. Watu wa Mungu nilikuwa mjasiriamali. Wengi mnanifahamu. Nilikuwa nafuga nguruwe. Mama nafahamu alikuwa anakuja kuchukua nguruwe pale. Nafuga kuku, nauza sijui mayai, nauza mandazi. Mwisho wa mwezi ukifika nadaiwa kama watu wengine wanavyodaiwa. Huyu anadai 50, huyu 200,000, huyu 80,000 na mabiashara yote na mamishahara bado nadaiwa. Kuna siku nikakutana na watumishi wa Mungu wanahubiri. Nilipita mbele nikaambia mnatuombea leo, tulikuwa na mume wangu. Wakatuombea tukatoa sadaka. Ndilo nililopata badiliko la uchumi. Usiseme anajinadi mbona hamna kitu hivyo. Mimi najikubali jamani, simjikubali, mjikubali mwenyewe tu. Bwana asifiwe. Niliingia gharama. Wewe unajihurumia mno alafu unawekeza kwenye vitu vya kipuuzi. Unawekeza kwenye waksi. Wekeza kwenye vitu vya maana, sio unawekeza kwenye vipumbafu. Hivi unajua upako wa Mungu ukiondoka juu yako, unaweza ukavaa nguo ya milioni 1 tukaona kama kimti kimevalishwa. Yaani unapita hata hakuna mtu anayeshtuka. Ningekuwa na muda ningekusomea wewe. Namalizia, njoo tusome Hagai. Kitabu cha Hagai. Nahisi hapa namalizia. Leo nilisema na upako wa mama. Umeuona? Kuna mama Mungu anamkusudia. Sema Mungu anisaidie. Bwana asifiwe. Ukisoma Hagai 1 kuanzia mstari wa 2 unasema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio muda wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Watu hivi ni kama amepita mtu hapa eti, yani hata wakumbuki kama umepita hapa. Ndio uko bize nayo masaa 3. Ukitoka na ukiona wakusifi unaanza kujipendekeza. Mnanionaje leo? Leo vipi? Kwani wale mimi mtamani, wale wanaojipostiki Facebook
Maana yake anataka kutuambia mnanionaje leo. Maana yake kashaona watu hawamwambii umekuwa mzuri. Kwa hiyo inabidi atulazimishe tumwambie you look good. Sasa wengine wababe hatukuambii. Ni comment ushenzi tu mtu kimepelelea. Alafu tunasema you look good. Kwani mbona na mimi ni mzuri bwana? Mbona sihitaji mtu aniambie mimi ni mzuri? Kwa nini Biblia inasema chanzo cha hivyo vitu ni kwa sababu ulisema huu sio wakati wa Bwana. Ni sawa na kwamba nimekutolea mfano. Tukienda, jamani bahasha, mimi sio mfanyakazi. Okay, sawa. Sio mfanyakazi, utalima, utaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Hajatuambia hamtalima. Ndio maisha waliokuwa wanaishi wakina Nyankali, wanalima madeni kila kona. Hujaona leo kuna watu ni wafanyakazi, kadi kaiacha sijui kwa nani. Mpaka na jina lake kaliacha mahali. Yaani anatembea hana kitu. Kadi ya mshahara hana na jina lake hana. Maana jina lilobaki nalo yule jamaa anayedaiwa sana. Sasa jina lako si umeliuza wewe? Eti watu wa Mungu. Jina umeliuza. Kwa nini? Anasema ni kwa sababu hiyo mnaweka kwenye kwa nini? Hamjaona wakati. Huwa tunawaambiaga watu ukiona agenda yoyote inapita kanisani, Mungu anamtafuta mtu. Mungu alikuwa na uwezo wa kumwacha Elia alishwe na kunguru kwenye kale kamto. Mungu alikuwa na uwezo asikakaushe kale kamto, lakini aligundua Elia akikaa huku kuna mama mmoja atakufa na njaa. Yamkini yule mjane alikuwa anaomba. Kwa hiyo Mungu alichofanya alikausha kile kijito ili Elia atoke. Akitoka akakutane na mama mmoja ili amsaidie. Wewe unaona tunamchanga ujenzi. Wewe unahisi Mungu ameishiwa. Mungu anaweza kaleta litajiri limoja likajenga tu hapa tukamaliza. Ila kwa nini anashirikisha wote tutoe? Kuna mjane mmoja anatafutwa. Alafu wewe umekutana na Elia unamwambia sina. Kwa kweli sina. Wewe unafikiri ile konzi yule mwanamke angepika angekula siku ngapi na mtoto wake? Na yeye mwenyewe alikiri tunakula leo na kufa. Umezuia hiyo buku haikufikishi mwakani kwa taarifa yako. Wewe unabana budget, hiyo budget haifiki mwakani. Barikiwe baba. Kajua unakuja kunitoa hapa muda umeisha. Haleluya. Haleluya. Watu hawajui sasa wanawaachia tu wazee wetu akina Mzee Kiando wasitoe baraka. Mara mlezi wa Bwana. Mara ujenzi Mzee Kiando unasemaje? Mara nini? Okay baba endeleeni kutoa twende viwango vya juu. Wewe unajihurumia ila unawekeza kwenye mawigi fresh kawekeze. Kawekeze fresh haina shida. Lakini ujue ulimwengu huu unaongozwa na ulimwengu wa roho. Utakapoudaka ulimwengu wa roho, huku mwilini hakuna kitu. Nimekuaga nawaambia ushuhuda hapa. Mimi hata nikitaka hela naomba kule naambia Mungu leo nataka kiasi fulani kitoke kusikojulikana. Watu wanaleta hela bila wao kujua. Ukitoa unasema mtumishi tumetoa sana. Ukiona mtu anasema nimetoa sana, kuna mtu alikuja, "Mtumishi sijui nifanyaje." Yaani huyu mwanangu amenishinda. Kama kuomba nimeomba. Kama kutoa kwa kweli nimetoa. Nilimwambia hujatoa. Kwa sababu hakuna aliyewahi kutoa asikutane na Mungu. Jamani uongo ukweli. Kama kina Dorcas sadaka zao wakiwa wamekufa sadaka iliongea. Wewe umetoa nini? Tukikuuliza haya sijui nyinyi kama mnaandikaga pale kwetu bahasha zinaandikwa. Unaangalia Nyankali yani buku utafikiri aliambiwa na mganga wa kienyeji siku ukiongeza buku na kufa. Yani ni buku tu msururu wake kila siku akija. Yani hata wazee wa kanisa wanapofungua bahasha akifika nani Nyankali anatangulia kuandika kabla hajatoa hela. Maana anajua iwe isiwe lazima itaibuka buku huko ndani. Halafu you are dreaming big halafu unatoa buku. Unawaza makubwa. Siku moja nikiwa mbele nimekaa pale kwenye kanisa langu la KKT, nimeshika bahasha muda wa sadaka naweka. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, Nyankali, kwa hatua ulipo na ulivyo, wewe ni wa kutoa hiyo sadaka. Haya mimi Roho Mtakatifu namsikia. Wewe unataka nani aje akwambie? Unaona unaongezeka kwa cheo, unazidi kubaki kwenye buku. Unapata watoto, unazidi kubaki kwenye buku. Mungu anapokubariki, lazima na matoleo yako na kila kitu chako kibadilike, kipande.
alikuja nyumbani, nilikuwa naomba naye, akaanza kunisimulia namna ambavyo ndoa yake inatafuta. Akawa ananiambia, akaniambia niliota ndoto. Siku moja alikuja mume wangu akanipa kitu mkononi. Sasa nikaona amechukuliwa ameenda kuwekwa kwenye selo. Nikaa naambiwa kile alichonipa mkononi ndicho ninatakiwa nikitumie kimtoe. Sasa nikaa sijui kukitumia mpaka nikaamka. Mimi nikaelewa kwamba kuna hela zingine mume wake anampa, anatakiwa azitumie kama silaha. Unaipeleka Mungu, umempandisha cheo mume wangu, sasa hivi ni mkuu wa wilaya. Hii sadaka sileti hela, na uleta mkuu wa wilaya na uweka kwenye hii madhabahu, asiangushwe. Akianguka maana yake madhabahu yako ni feki. Unapandisha cheo, unaenda kufanya eti party Ngunga. Umezaa mtoto, sadaka uliyoitoa hapa ni ndogo kuliko sadaka ya kumaliza 40 kule Ngunga. Huyo mtoto ataishi, akiishi lazima kawe kavuta bangi. Yaani tunawekeza unamtesco things. Si wakatalii tukafanya hivyo vitu, lakini tujue mahali pa kuwekeza daka kwa wingu la kiroho. Nawaambianga watu, hata sisi mnaosema anatoa, kiuhalisia hatutoi. Ukipima kitu ambacho Mungu amekubariki na kile unachotoa ni tofauti. Jamani, mimi najijua. Mpaka ilifika kipindi nimwambia Mungu, ili nisikuibii, nina kama madhabahu kadogo nyumbani kwangu kakapu. Hela yoyote ninayoipata natoa kwanza fungu la 10 pale, nazikusanya. Ikifikaga Jumapili kama hii, mimi siwazi. Watoto wangu walishahama kwenye kutoa 100 na 200. Wewe unasema unatoa, lakini uhalisia hata fungu lako la 10 tu tukilitoa la mwezi, ukileta hapa tunatetemeka. Mbona tutetemeki? Maana yake hautoki. Na Mungu atusaidie. Mungu anisaidie mimi, akusaidie na wewe. Huu ulimwengu, tuko ulimwengu wa vita. Wenzetu walirudisha wafu wao. Walirudisha kwa nini? Kwa kutoa. Yule mwanamke Mshunami alitoa, na siku mtoto wake alipokufa hakulia. Biblia inasema alipanda kitandani akaenda kamlaza. Akatoka akamwambia mume wake, niandalie punda. Na muendesha punda, mume anamuuliza nini, akasema sio kitu. Hakuanza kulia kia puzi. Anamfuata mtumishi wa Mungu aliyetoa sadaka kwake. Wewe, kuna wakati tunatoa sadaka kwenye hii madhabahu, unaona haijibu, siku njoo iangukie. Waambie hizi sadaka ninazotoaga natoaga wapi? Kuna siku mimi namkalishaka naambia Mungu, niambie kwamba ni wewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi ndio naye kutumikia, au nina Mungu mwingine feki? Kama ni wewe, kwa nini hili jambo halisogei? Naomba tusimame.